Praise Allah for sending me you, my love. You found your home, it's here with me, and I'm here with you. Now let me let you know, you've opened my heart. I was always thinking that love was wrong, but everything was changed when you came along. Oh, and there's a couple of words I wanna say. For the rest of my life, I'll be with you, I'll stay by your side, honest and true to the end of my time. I'll be loving you for the rest of my life, through days and nights. I'll thank Allah for opening my eyes, now and forever. I'll be there for you. I know it deep in my heart. I feel so blessed when I think of you, and I ask Allah to bless all we do. You're my wife and my friend and my strength, and I pray we're together in Jannah. Oh, now I found myself, I feel so strong. Yes, everything was changed when you came along. Oh, and there's a couple of words I wanna say. For the rest of my life, I'll be with you, I'll stay by your side, honest and true to the end of my time. I'll be loving you for the rest of my life, through days and nights. I'll thank Allah for opening my eyes, now and forever. I'll be there for you. I know it deep in my heart, and now that you're here in front of me, I strongly feel love. And I have no doubt, and I sing it loud, that I will love you eternally. For the rest of my life, I'll be with you, I'll stay by your side, honest and true to the end of my time. I'll be loving you for the rest of my life, through days and nights. I'll thank Allah for opening my eyes, now and forever. I'll be there for you. I know it deep in my heart. Aha, raha si raha, kari sana Mwanamisi. We have unoti, 5 stars bana, Kamswere. Twawaombea heri, maisha mazuri, panga bweni, ndiyo basi Mirazini, masikani Garissa, akutwa ni wake daima, makaka wafurahi maisha. Uncle Kachi wapa pongezi, Mama Muhunga na Baba Kazungu, mbokereni mkaza
siti na riziki washangilia, Saidi Jumapili na mchuzi wafurahi, Baba Juma na Mama Rukia leo wafurahi, kushangilia harusi nzuri Karisa na Mwana Hamisi. Karisa amemtwa Mwana Hamisi ndiye wake, kushangilia harusi nzuri Karisa na Mwana Hamisi. Soteni tuwaimbie shangwe na vigelegele, kushangilia harusi nzuri Karisa na Mwana Hamisi. Karisa na Mwana Hamisi mwanza maisha mapya, twawaombea heri maisha mazuri. Panga bweni ndiyo basi Virazini masikani, Karisa akutwa ni wake daima. Makaka wafurahi Maita na Katana, Kahindi na Ekambi wawapa pongezi. Madada washangilia Nyevuka, Dama na Fatuma na Uncle Kachi wawapa pongezi. Mama Muhunga na Baba Kazungu mbokereni, mkaza mwana rero yonangira ni furaha. Hadija Mwana siti na riziki washangilia, Saidi Jumapili na mchuzi wafurahi, Baba Juma na Mama Rukia leo wafurahi, kushangilia harusi nzuri Karisa na Mwana Hamisi. Karisa amemtwa Mwana Hamisi ndiye wake, kushangilia harusi nzuri Karisa na Mwana Hamisi. Soteni tuwaimbie shangwe na vigelegele, kushangilia harusi nzuri Karisa na Mwana Hamisi. Slow saxo abo 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 uwi lete raha joga 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 vigelegele basi, tunayo ama hatuna, kuleni ngoma. Yeah.
Sawa, village admin atatukaribisha, na pia kama kuna village chairman tunataka tuwe sawa pamoja, alafu tuende mbele inshallah taala. Kwa hivyo tukaribisheni na tunaanza na dua. Ustadh atapatia dua hapa inshallah, alafu tuambie karibu, alafu wenye mji nao pia watuambie karibu, ndo baadaye shughuli ziendelee inshallah taala. Ustadh tupe dua Sheikh. الفاتحة. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وأولادنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعيادك وجوارك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي بغي وذي عين وذي حسد وذي سهر وذي شرك وذي كفر شر ذي كل شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال والمآل والعيال إنك أنت سميع الدعاء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح لنا هذا الأمر من الخير. اللهم افتح لنا بالخير واختم لنا بالخير برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Wenye mji basi kidogo na wao watuambie karibu inshallah taala. Na mzee wetu hapa tulikuwa naye. Mzee wetu. Bismillah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Basi alhamdulillah ala kulli hal, na mimi kama nimeweza kuipatiwa nafasi hii kama mwenye mji. Wenye mji ni wengi, lakini lazima kupatikane moja kiongozi, na mimi nimekubali hii nafasi. Inshallah tunawaambia karibuni, mjisikie mko huru. Hilo zoezi mtakalolifanya basi Allah alitilie baraka, na mkirudi nyumbani mrudi salama. Wassalamu alaikum warahmatullah. Tasoma kwanza, ndoa hii ni baina ya kijana wetu Karisa Kazungu Karisa na binti Nzalambi Mwanahamisi Kalimbo.
Hiyo ndio ndoa ambayo tumehudhuria hapa, na tunaomba kila mmoja anyamaze ili apate fadhila za ndoa hii inshallah, kwa sababu hii ni ibada, na ibada nataka ukifanya ile ibada uwe na utulivu. ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن الله أحل النكاح وندب إليه وكره السفاح وواعد عليه كما قال الله تبارك وتعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وقال تعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. وقال تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وسنة الخلفاء الراشدون. وقال صلى الله عليه وسلم تناكحوا تكثروا فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنها غض للبصر وحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإن له وجاء. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. Astaghfirullah. Sisi tumekaa katika viti kwa dharura, msione tumekaa katika viti, watu tunakaa chini, ni baraka, ni sunna, ni khairi kubwa. Lakini tuna dharura kidogo, ndio tumekaa juu kidogo, mtusome kidogo Bismillah salatu wassalam ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karisa kazungu karisa. Naam. Usiku nafsi bi taqwallah min imsak bi ma'ruf aw tasrih bi ihsan وزوجك على ما أمر الله به فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان زوجتك زلامبي مناميسي كاليمبو بمهرها كما قبلتكما قبلتها قلنا نعم. Karisa kazungu karisa. Naam. Ndio hiyo lakini sauti ya juu kidogo. Karisa kazungu karisa. Naam. Na kusema kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na mimi najua kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala nimekuza wewe kama alivyoamrisha Allah tabaraka wa taala kukaa na mke wako kwa wema na ihsani, na kama patatokea lisilokuwa na budi kuachana naye kwa wema na ihsani. Nimekuza wewe Nzalambi Mwanamisi Kalimbo kwa mahari kama mlivyokubaliana. Umekubali? Nasema nimekubali. Nimekubali kumooa Nzalambi Mwanamisi Kalimbo kwa mahari tuliyokubaliana. Na nimekubali kuishi naye kwa wema na ihsani kama alivyoamrisha Mwenyezi Mungu. Na kama patatokea lisilokuwa na budi kuachana naye kwa wema na ihsani kama alivyoamrisha Mwenyezi Mungu. Karisa kazungu karisa. Naam. Umekubali kumuoa Nzalambi Mwanamisi Kalimbo kwa mahari kama mlivyokubaliana. Nimekubali kumuoa Nzalambi
Mwanamisi Kalimbo. Kwa mahari yake. Kwa mahari tulikubaliana. Na nimekubali. Na nimekubali kuishi naye kwa wema na ihsani kama alivyoamrisha Mwenyezi Mungu. Na kama patatokea lisilokuwa na budi kuachana naye kwa wema na ihsani kama alivyoamrisha Mwenyezi Mungu. Nami nimekuoza. Barakallahu laka wa baraka alayka wa baraka lakum wa bainakum bil khair. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجمع بينهما بالخير. اللهم اجمع بينهما بالخير. اللهم اجمع بينهما بالخير. اللهم ألف بين قلوبهما. اللهم اجعل بينهما مودة ورحمة. اللهم إنا نستحفظك ونستهديك ونستودعك أدياننا وأنفسنا وأهلنا وأموالنا وأولادنا وكل شرطنا. اللهم اجعلنا في كنفك وجوارك وأمانك وعياذك وحرزك وحسنك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي حسد وذي سحر وذي دين وذي آذى وذي شدة وذي مرض وذي عين وذي شر كل ذي شرك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة. اللهم جملنا بالعافية والسلامة. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال والمال قسم الدعاء. اللهم اكفنا شر الحاسدين وشر الساحرين وشر السارقين وشر الظالمين وشر المذبذبين وشر المنافقين وشر الشياطين وشر الجن والإنس والشياطين وشر سلطان الإنس والجن والشياطين شر كل ذي شرك على كل شيء قدير. اللهم أعطنا ولا تحرمنا وزدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا توهنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وارض عنا واغفر لنا وارحمنا ولا تعذبنا. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونسألك كل قضاء قضيته خيرا. اللهم اغفر لنا والوالدين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. واكتب اللهم الستر والسلامة علينا وعلى بيتك الحجاج والغزاة والمسافرين في البر والبحر والجو أجمعين. فالله خير حفظنا وارحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله. تكبير تكبير الله تكبير الله. Tutana mkono kiasi sawa. Tutana mkono kwa kiasi inshallah. Mkono mwenzetu inshallah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kwanza tunamshukuru Allah tabaraka wa taala kutuwezesha jambo hili kulifanya kwa amani na usalama na pia tukaweza kulimaliza. Sasa hii alhamdulillah hii ndoa tushafunga ya ndugu yetu kijana wetu Kazungu Karisa na dada yetu mama yetu Nzalambi Mwanamisi Kalimbo. Allah atulie baraka kwenye ndoa hii, awajalie maisha mazuri, awajalie afya njema, awajalie baraka katika riziki, awajalie baraka katika kizazi chao, wazae watoto wema wacha Mungu inshallah, na Allah awafungulie maisha yao, kila kitu kisiwe cha tatizo bali Mungu awafungulie neema na kila khairi ije na shari Mungu aiepushe inshallah. Ndugu zangu, ustadha atatoa wasia kadri, alafu naomba familia bwana mmoja atatoa wasia kadri na familia bibi mmoja atatoa wasia kadri kidogo ili tusichelewe sana. Kuoa ni sunna yangu na ni sunna ya wale khulafai rashidin, yani viongozi wema wale wakubwa waliotuongoza katika nini, katika sisi kuja katika huu Uislamu wetu. Walianza mitumi hii sunna alayhi salatu wasalam, na ikaja kwa maswahaba wale waongofu, sunna hii wakahuisha. Mwingine anaweza kusema sunna huwa si lazima, lakini sunna hii ni lazima. Mtume sallama asema ambaye hatatekeleza sunna hii, kwa maana hataenda katika ndoa bila sababu. Wajua binadamu waweza kuwa pengine ana sababu, pengine ana sababu, lakini kama hana sababu akose kuoa kisheria, akae na mwanamke au mwanamke akae na bwana, wawe wamekaa tu, basi Mtume sallama asema hao si katika sisi, yani huko katika grupu au katika fungu la Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ushakataliwa mapema. Kwa hivyo tujitahidi. Ndio hii hadithi nyingine ikasema kungamano au jamii ya mabarobaro anayeweza, na watajua barobaro kwa sababu gani? Kwa sababu yajulikana kwamba mtu ambaye kwamba matamaniwa yake yako juu ni barobaro au ni msichana.
yani uvumilivu ni mchache. Mtume salama akasema, mfahamu, mwenye kuweza katika nyinyi gharama za kuoa na aoe. Na hii gharama imemaanisha afya ya mtu iwe yaweza na uchumi wa mtu unaweza. Hata kama pengine hali ni ngumu, lakini maadamu wapata riziki, maadamu afya yako iko sawa, basi Mtume salama amesema na aoe. Na akasema ambaye hataweza kuoa, pengine hajaweza kinini kigharama, basi ajilazimishe kufunga ili akate matamanio yake. Kwa hivyo kuyapeleka matamanio yako katika njia ambayo kwamba Mungu hakuiridhia, njia ya haramu, ni makosa. Na kidogo katika karne zetu imekuwa ni kama mchezo sasa hivi. Nafikiri kila wakati ndugu zetu hawa katika Wizara ya Afya wanatupatia hisabu. Ripoti zinatoka kwamba mimba za utotoni, mimba za mapema. Nafikiri hiyo imekuwa ni nini? Donda sugu. Kila mkikaa vikao unaambiwa mimba za mapema, mimba za utotoni. Kwanza mtu atakapokuwa amekwenda mahali kimakosa, mke mume, ikaingia ile mimba, ushampa shida yule mtoto. Yule mtoto ushampatia shida. Kwa sababu gani? Shida moja ambayo kwamba iko duniani saa hii, sisi ofisi ya chief kadhi au ofisi ya kadhi ina kazi ngumu. Ina kazi ngumu sana. Katika hisabu ambayo iko kufikia sasa, 45% ya watoto wanakosa kurithi kisheria kwa sababu ya thibitisho kwamba baba alioa kisheria hakuna. Tupo lakini kwa nini umezaa mtoto hukumwekea haki zake? Ndio Mtume salama akasema anayeweza katika nyinyi gharama za kuoa, afya mtu ako nayo, cha kuolea ako nacho, cha kulisha bibi ako nacho, aowe. Kwa maana akasema hiyo kwanza ni kuhifadhi uchi wako. Pia mmefahamu bwana, hii binadamu katika maumbile ya mwanadamu amewekewa baada ya kuumba Adam alayhis salam kwa mchanga, kilichofuatia kinachofanya mwanadamu apatikane ni manii. Sasa ikiwa wewe kazi yako kujimwagia kila mahali, mmefahamu, umekosa kuhifadhi. Na watoto ni rasilimali muhimu sana. Watoto ni rasilimali kuliko mali yoyote ile, kuliko majumba, kuliko mashamba. Na sisi bado hatujatilia maanani. Tunaweza weka fensi tukalinda, tukaweka mlinzi, tukaweka watchman kwenye maduka yetu, kwenye biashara yetu, kwenye shamba zetu, tukaweka mafensi. Lakini hatujaweka fensi ya uchamungu katika mioyo yetu, tukaweza kuzaa watoto wetu katika njia ambayo Mungu anaridhia, ili ule mtoto naye akikua ajisikie kwa mimi na baba yangu na mamangu walitekeleza amri ya Mwenyezi Mungu. Pili, awe zile haki zote anaweza kuzipata. Tatu, bwana asiwe na unyonge katika watoto wenzake atakapokaa, lau ataulizwa wewe kwenu ni wapi, wewe kina nani wewe. Nafikiri hili Mtume salama aliposema kuhifadhi uchi ni sehemu ya ucha Mungu. Kumalizia, hivi sasa tumeachilia watoto, hata wale ambao tumewazaa kisheria, tumewazaa kivipi, tumewaachilia. Na mjue wazazi wangu, na kama nazungumza vibaya yoyote mmoja asimame anaambia wazungumza urongo. Kwanza hivi sasa madawa ya kulevya yako mengi sana. Hayako tena mataoni peke yake, kila mahali yameingia. Na kuna vitu viwili hivi ni vibaya sana watu hawajaelewa. Moja ni bangi. Sasa hii ukitembea na kijana hapa na pale wasikia harufu ya bangi tayari. Yaani mtu hata hajali. Na ujue hiyo bangi ndio hiyo vipanga unasikia ni bangi hiyo huko. Ni nini hiyo? Ni bangi. Kwa sababu wale wanaoshikwa wengi wakiulizwa, kwa nini wewe kata mtu asema nimevuta bangi? Sasa sisi nasi bado tuwaweka vijana majumbani. Hawendi madrasa, hawendi shuleni, Pili, mogoka ndugu zangu, hii pia hapo ifikirie mara mbili. Si tumechukulia mogoka ni kitu cha kawaida, lakini mogoka ndugu zangu kwa watoto wadogo na hata kwa watu wazima ni madhara makubwa. Hivi sasa mtu yuko tayari sahihi chai hajakunwa, mkate hajapata, lakini awe na majani anatafuna. Vitu vile wale wanaovitumia wanavitumia baada ya kula kushiba na baada ya kuelewa leo kutaliwa nini na akiba ni nini. Sisi tumevichukua makosa. Sisi mtu ana pikipiki yake shilingi 50 ya kwanza anakwenda kwa mogoka. Kisha aomba chai. Bana wanwa chai na mimi nikate waya. Sijui nini. Mimi nisitaki kusema neno mengi kwa sababu hakuna muda wa kuzungumza. Lakini ni ombi letu wazazi. Hao watoto tuwahifadhini majumbani, tuwahifadhini kwa madrasa na msikitini,
Kama ni Mkristo tumuhifadhi kanisani yule ambaye kwamba ni Mkristo. Kama ni kijana ambaye kwamba amefikia kusoma, ende shule au ende madrasa. Malezi, tubadilisheni malezi ndugu zangu. Hivi sasa nakwambia kila mkikaa vikao vya kiusalama mtashtuka. Angalia namba kubwa ya vijana ambao kwamba wanashikwa kule sasa, ni vijana wetu. Ajabu. Kwa nini? Kwa sababu tumelegeza kamba. Wenzetu mashallah, jana nilikuwa na mtu mwingine sitamtaja jina katika viongozi, amenambia Mwalimu Faraji, njoo katika mji wetu kama utapata mtoto aliyezaa chini ya miaka 18 hutapata. Njoo katika mji wetu. Yaani tauni nzima anaambia hutapata, njoo kwetu huko sehemu ya bara. Kwa nini sisi katika maeneo yetu bado tunakubali mambo kama hayo? Kwa hivyo wazazi wangu, wazee wangu, tuzingatieni dini. Dini ndio kipimo kikubwa na ndio kifaa kikubwa cha kutufanya sisi tuepukane na maovu. Kwa hivyo madrasa zizingatiwe, shule zizingatiwe, na watoto tujaribu kuwahifadhi na kufuatiliza na kuwa nao. Wakishakukomaa itakuwa kwa Mungu, hatuna jukumu, kwa serikali hatuna jukumu. Lakini kama bado ni wadogo, tujaribu kuwafuatiliza na kujaribu kuwapa muongozo na kujaribu kuwaonyesha mifano. Mimi nakomea ustadhi, tupe hadithi moja kidogo. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din, amma ba'd. Yaqulu Allahu tabaraka wa ta'ala fi muhkami kitabihi al-aziz al-hakim wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha ila akhir al-aya. Wa qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallama tanakahu takthuru fa inni ubahi bikum al-umam yawm al-qiyama. Wapenzi katika imani, ndugu zangu nyote ambao kwamba mumehudhuria katika hili kawanda ambalo kwamba liko na watu tofauti tofauti, liko na wanaume na liko na wanawake, na kawanda hili liko na Waislamu na liko na Wakristo. Hili ni kawanda jema, kawanda ambalo kwamba Mwenyezi Mungu anaridhika nalo, na huenda ni mara ya pili au pengine ni mara ya kwanza katika watu kuhudhuria katika hadhara kama hii. Tunamwomba Mwenyezi Mungu aijaze baraka insha Allah. Maharusi wetu hawa ambao kwamba leo hii wamekuwa ni sababu yetu ya sisi kufika hapa, Mwenyezi Mungu akawapatie umri mrefu, akawapatie maelewano mazuri, akawapatie upendo mzuri, wakapate kizazi cha hapa na hapa. Maana wenyewe ni kidogo hapa, si ndio Saidi? Mko wachache bwana. Kwa hiyo mkienda kupata cha hapa na hapa kama vile mimi nafanya kule, sinakuwa bora zaidi. Bwana harusi, mimi ni mkubwa wako, mimi ndo bibi yako, mkubwa wake nimemuoa mimi, sawa? You are my mwanyumba. Kwa hiyo wewe ni mwanyumba wangu. Hebu tushikane, tuwapeleke vizuri hii familia, tuwapende, tupendane sisi wawili. Tukipendana na venye umevaa na venye nimevaa, si ni sawa? Wana we. Kwa hiyo wallahi ni jambo la furaha. Mwenyezi Mungu amechagua familia mbili zikawa zote ni za Kiislamu. Familia ya Kazungu ikakubaliana na Uislamu na familia ya Mwaravino ikakubaliana na Uislamu, na ndio leo wamependana mpaka wanaoana. Ninatoa wasia kwa wote waliohudhuria. Wewe kama una mkeo ulioa, basi ujue ya kwamba yule mkeo alikuwa anapendwa na wengine, lakini wewe ukachukua kombe. Tuko pamoja? Usiseme ya kwamba wewe ndio ulikuwa unaanza kutongoza na ukakubaliwa wewe. Bimaana alitongozwa akakata wale wote ukamkubali, akakukubali wewe. Na wewe mwanamama ambaye kwamba sasa unasikiliza, umeolewa, yule mumeo alipendwa na wengi sana, lakini akakukubali wewe. Kwa kila mmoja aweze kulinda pale mahala ambapo kwamba ameshikilia. Ushikwapo, yes, kitu kama hiyo, ushikwapo shikamana. Wewe mke kama umeolewa, zuia ndoa yako. Na wewe mume kama ulikubaliwa, na wewe zuia ndoa yako. Ndoa inapozuiliwa na watu wawili, Mwenyezi Mungu ndio huleta baraka. Huyu kijana wetu ambaye kwamba ametusomea hutuba ni mtoto wa shekhe. Angalia zile nyendo ambazo kwamba anafundishwa saa hii.
Baba yake yuko hapa anasema mwanangu nifatefate nitaondoka mimi. Mwanangu nifatefate nitaondoka mimi. Leo hii kuna mzazi na yeye anamwambia mwanawe, mwanangu mimi ni profesa, hebu nifatefate na ufanye nini? Uwe profesa. Na hata kama tu kwa profesa lakini uwe na daraja ya juu. Je, mwenye uprofesa wa ushehe na uprofesa wa kizungu nani yuko juu? Kijana tunamwombea kula la kheri. Na sisi pia ambao kwamba na sisi tunazaa, tunataka wale vijana wetu pia waige mifano. Anasema mshairi ya kwamba kunibina man shi'ita waktasibe adaba. Anasema kuwa kijana mzuri, kunibina man shi'ita, kuwa kijana mzuri mwenye kutaka mambo mazuri, waktasibe adaba, na uchume adabu kutoka kwa wazazi wako, kwa walimu wako. Yughunika mahmudun anin nasabi, hiyo tabia mzuri utakayoichuma wewe kijana itakutosha wewe katika nasaba yako, uwe mtu mzuri mwenye kusifiwa. Anasema tena ya kwamba si mtoto yule anayesema kwamba baba yangu alikuwa mwalimu. Si mtoto yule anayesema ya kwamba utanifanyaje mimi, babangu daktari, babangu ana pesa, babangu yuko na kadha wa kadha. Si kijana huyo. Lakini anasema kijana yupi? Ni yule anayesema mimi sasa ndio ni profesa, maana nilishika mawaidha ya babangu, nikashika mawaidha ya nani wangu, ya mwalimu wangu, mpaka nimekuwa profesa. Lakini usijigambe na mali za wazazi wako, zile zao, tafuta zako. Kwa hiyo kijana mzuri ni yule ambaye kwamba atakuwa na mwelekeo mzuri. Wapenzi katika imani, tuweni na subra. Wallahi yule ambaye kwamba amekuja usiku hapa angejua kuna watu wanavumilia. Si unaona pamefyekwa na hawakuitwa. Wako wapi sahi? Wamelala. Yani wamekuja kuchuma madhambi, hawakusali, na wameenda nyumbani wamelala, wanaongeza nini? Hawakuitwa wale wote, na hakuna hata mmoja sahi. Wale lao ungemwambia mmoja hebu keti, ungekosana naye. Lakini wote wanacheza kisha wanarusha mikono. Sasa unajiuliza kwani ile raha ikoje ile? Lakini wana raha kabisa kabisa kwa sababu ndo mziki wao. Sasa ndoa ni hii, baraka ziko hapa. Kule wamekuja wakachuma mambo mengine, lakini baraka ziko wapi? Kwa hiyo tuweni na subra. Leo ni siku yetu. Leo ni siku yetu. Kuna majumba ambayo kwamba utajwa wa Mwenyezi Mungu hautajwi, yani ile majumba yamekufa. Mahala ambapo kwamba hapatajwi Mungu hata siku moja, pale mahala pamefanyie pankufa. Leo ni bahati mzuri hii kuletewa watu kuoana. Wengi ni wale wenye kuhalana, wanaibana. Mtu mzima na mbwa ameibwa. Hati nimekuja kisha nyinyi wazee nanyi mwaenda mnasema mmeenda kusema wizi. Nyinyi na akili zenu na nyinyi mwaenda kusema wizi. Sasa huyo mwizi siafungwe? Ama mwenda kujisalimisha? Matatizo. Mtu anasema usinokeza sema wivi. Haya wa nini? Mtoto wenu msimtafute, tuko nao sisi. Wallahi hii ni mitihani. Tuwaleeni watoto wetu vizuri ili waoleke katika ndoa ambazo kwamba ni sahihi. Ni maajabu leo hii kijana wa kiume wa Kiislamu au mwanaume wa Kiislamu anasema mimi sifungi ndoa mpaka yule binti nijue anazaa ama hazai. Ndio alikuwa anazungumza na shekhe hapa. Wana matatizo makubwa ndani ya ofisi ya kadhi ya kwamba kuna watu wanakosa urithi wa kisheria. Kwa sababu gani? Wewe umemzini mkeo mpaka ukamtoa watoto watatu, alafu ndio unasema kwamba atakafunga ndoa, nataka kumjua na kizazi ama hana. Wa kizazi kinapiliwa kwenye udaktari. Kama madaktari wajuzi kweli, waende wakapime uzazi wa mama, waseme huyu ana watoto 6 au huyu hana. Hiyo ni elimu nyingine ya Mwenyezi Mungu. Leo hii unasema eti unakuwa na binti wa mtu, alafu unasema hufungi ndoa mpaka fanyaye, mpaka umtizame, umjaribu, umdhuku. Nimetamka neno la Kiarabu hilo ni umdhuku, anaelewa Sheikh Faraji. Upate mtoto wa kwanza useme gozera lorere kahiri ko henda yo mwenga ikiye yombeyu. Upige upate ya pili usema gozera lorere kahiri shada mara 5.
Haya, unapata shahada mara 3 unatoa watoto 3 wako nje ya ndoa, baadaye ndipo kumbe amefunga kabisa kabisa, hakuna wengine kule. Sasa hawa watarithi ama hawarithi? Hawarithi tena. Kwa hiyo turekebisheni vijana tunaooa. Alafu na nyinyi wazee ambao kwamba ndio mko na mabinti wenu, usikubali mtoto wako aishi kwa mume bila ndoa. Usikubali, utakuwa wewe ni mas'ul, utaenda kuulizwa mbele ya Allah subhanahu. Mtume sallallahu alayhi anasema rak'atani min mutazawijin khairun min 70 raka min azbi. Raka 2 za mtu aliyeoa. Wewe sasa hivi ushaoa, ukiziswali raka 2, yani hapa ni ukazianza hapa, anasema Mtume sallallahu alayhi khairu min 70 raka. Hizo raka 2 za kwa hizo ni bora kuliko raka 70 za mtu ambaye kwamba ni bachelor hajaoa. Hata kama ni mzee, yeye anamaliza umri wake miaka 60, ana mama tu pale, hataki kuoa. Hata kazi swali 70 hazifiki raka za 2, sawa? Kwa hiyo penda ibada. Mwanyumba wangu, penda ibada. Vazi limekutoa smart kabisa kabisa. Unaona? Mimi nimeona nivae koti angalau, na mimi yangu ambayo nimesema acha nivae koti angalau tu separate, tu tofauti. Angalau julikane mweusi nani na kwamba ni bwana harusi yupi. Kwa hiyo penda ibada. Sawa? Sisi tunaletewa kesi nyingi na wanamama waliofunga ndoa, wanasema ustadhi, mimi mume wangu alipeza kanzu hapo siku ya hiyo ndoa. Alipeza nini? Kanzu siku ya hiyo ndoa. Mwingine anakuja anasema mume wangu mimi amenioa lakini ni mlevi. Anakuja kitandani amelewa na anataka mwili, je nimfanyeje? Kaambia mpe. Kwani si nilikufuata? Kaambia umekubali? Ndio. Umekubali kwa leo fulani? Ndio. Umekubali paka mara 3 kasema nimekubali. Leo umemkubali, ulikuwa hujui ni mlevi. Ulikuwa hujui ni mlevi paka umempenda, ama ulipenda pesa? Maana wale hupenda nini? Pesa. Hupenda pesa, wale hawapendi mume. Kabisa. Wewe kuwa mwanga lakini una senti. Pesa tayari kule. Unachukua hata 10, hata hiyo aya utapitisha huko. Kwa hiyo chagua mume. Chagua mume ewe binti, na wewe mwanaume chagua mwanamke wa kumuoa. Mtume leo angesema oleweni na wenye pesa au oweni wenye pesa, maskini wasingeoa. Tumalize kwa dua inshallah taala. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalam ala rasulillah sallam. Wacha nimzawadie shekhe wetu kidogo, afwan. Endelea. Fanya dua inshallah. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم صح لنا مما نريد